Bwana, ubunifu katika sanaa ndio nguzo ambayo inaongeza ubora na inaendelea kuvutia zaidi mashabiki wengi. Na naweza nikasema tu ya kwamba uandishi mzuri wa mashairi pamoja na visa pasi na kusahau simulizi ndio zinatufanyaga mara nyingi tuna refresh vizuri kabisa pale ambapo memory zetu zinakuwa zimejaa, yani zime overload na vitu vingi vya kila siku. So leo mimi nimevutiwa na uandishi wa Robert Harris. Mshikaji 2016 alipata kuandika kitabu ambacho kinaitwa Conclave kwa waumini wa kanisa la Catholic, huenda sio jina geni. Anyway, ipo hivi. 2024 director Edward Berger yeye aliamua kuja na filamu yenye maudhui ya siasa za kidini ndani ya kanisa la Katoliki. Filamu hii iliitwa Conclave. Hii ni mara baada ya kuweza kukisoma kitabu cha Robert Harris. Kwa hiyo akavutiwa na script, akaikopi, akaipaste na kutengeneza filamu kwa jina lile lile la Conclave. Sasa humu ndani ya filamu utaweza kushuhudia mchakato mzima wa kumpata papa na kila hatua imeonyeshwa waziwazi. Though ni very tight kuamini kila kitu kiko portrayed sawa sawa, kwa sababu hii inabakia kuwa filamu tu. Kwenye filamu kuna vichwa hatari ambavyo vimehusika moja kwa moja. Mtu kama Ralph Fiennes ambaye yeye ndiye Kardinali Thomas Lawrence, akiwa kama mtu mwenye mamlaka ya kulisimamia kanisa katika uchaguzi wa papa. Amecheza Stanley Tucci kama Kardinali Aldo Bellini kutoka Marekani. Yupo pia John Lithgow amecheza kama Kardinali Joseph Tremblay wa Canada. Sergio Castellitto kama Kardinali Goffredo Tedesco kutoka Italia, pamoja na mbea wa kanisa, mimi namuita hivyo, wanamuita Sister Agnes. Majina yake kabisa anaitwa Isabella Rossellini. Kutoka Afrika yupo Luciane Msamati kama Kardinali Joshua Adeyemi kutoka Nigeria. Mtu muhimu zaidi kwenye filamu hii ambaye ni msaidizi wa Kardinali Lawrence na mchunguzi wa taarifa nyeti, wanamuita Brian O'Brien. Kwenye filamu amecheza kama Raymond O'Malley. Lakini pia Carlos Diaz, na kwenye filamu ametambulika kama Kardinali Vincent Benitez na baadaye akatambulika kama Papa Innocent. Bwana, filamu inatuonyesha mara baada ya kifo cha papa, taratibu za awali kabisa kabla hakijatangazwa kifo cha papa hadharani. Lazima aje mtu ambaye anaitwa Camelenjo ambaye ni mkuu wa watumishi wa ndani ya kanisa la Katoliki, ambapo kwa wakati huu wa kifo cha papa yeye ndiye anathibitisha kifo chake kwa kugonga kichwa cha papa kwa nyundo iliyotengenezwa kwa madini ya fedha, huku akimuita mara 3 kwa jina la utotoni, na asipoitika tayari ameshafariki. Kisha humwambia kardinali wa Roma ili ufahamu juu ya kifo cha papa. Wakati huu anakuwa tayari amekwisha vunja pete ya papa, kaharibu muhuri na kuifunga ofisi ya papa, na yote hayo Kardinali Lawrence aliyafanya kisha kuanza mchakato wa kumsaka papa mpya. The Pope is dead. The throne is vacant. What happened? They say a heart attack. You know how rumor spreads, and 1.25 billion souls watching. Well gotten, Lawrence. It seems the responsibility for the conclave falls upon you. Kwenye harakati za kumtafuta papa mpya, Kardinal Lawrence anajikuta kichwa kinamwaka moto. Hii ni mara baada ya kugundua kuwa jukumu ambalo yuko nalo ni zito kuliko kawaida. Watiania wote wanaonekana wana nguvu, lakini pia wana kasoro kubwa zinazowafanya wakose sifa za upapa. Lakini issue ni moja, wanawezaje kuwa eliminated bila ya ushahidi? Hapo ndipo Kardinali Thomas Lawrence anaingia msituni na kuanza msako wa nyani na ngedere, kuzisaka karata muhimu za kujua madhaifu na mazuri ya makardinali wote ambao wapo kwenye kinyang'anyiro cha upapa. Kivumbi kinaanza pale ambapo Archbishop Wozniak anaposema papa kabla hajafa alimtaka Kardinali Joseph Tremblay ajiuzulu, jambo ambalo Joseph mwenyewe analipinga vikali. Wakati huo pia Kardinali Bellini naye ananadi sera zake na kuamua kusema anataka wamchague yeye ili upapa usiende kwa Kardinali Tedesco, kitu ambacho kinazidi kuongeza ugumu wa kumpata papa. Na baadaye kidogo anaingia kardinali kutoka Kabul, Afghanistan, ambaye anaitwa Vincent Benitez. Huyu ni raia wa Mexico na anaingia kwenye kinyang'anyiro moja kwa moja cha upapa. Msako wa Lawrence unatuonesha jinsi Joshua Adeyemi wa Nigeria alivyokutwa na skendo ya Sister Shanum kupata mtoto. Lakini pia Joseph Tremblay wa Canada, yeye akawa na kashfa ya kuwalipa makardinali ili wamchague yeye awe papa, kitu ambacho Lawrence anakinamua kwenye document ambazo zilikuwa zimejificha ofisini kwa papa. Sasa inabakia vita ya Geoffroy Tedesco na Aldo Bellini. Kumbuka Benitez yeye alikuwa haofii na yoyote kutokana na udogo ama ugeni kwenye cheo cha ukardinali, kwa hata kwenye upapa bado walikuwa hawawazi kama anaweza kawa challenge. Lakini hawa wawili wanaangukia kwenye mtego wa kushutumiana wao kwa wao, nafasi ambayo inaachwa wazi na Benitez ananyanyuka juu na kuonekana kama ni mtu ambaye anafaa kuwa papa, na mwishowe anachaguliwa kuwa papa. No, it's not a war. It is a war. And you have to commit to a side. The sooner we light the stoves, the sooner the world will know we have a new pope.
Bwana, mwishoni kabisa tunashuhudia mchunguzi wa Lawrence anakuja na story ya kushtua, ambapo anaamua kumueleza kuwa hapa ambaye amechaguliwa ana jinsia mbili, yani ni me na ke, kitu ambacho kinazua mjadala na Lawrence anabakia katika hali ya kujiuliza zaidi, hii inawezekanaje? Alipomface akajitetea na akasema ya kwamba hakuwa anafahamu mpaka pale ambapo mtaalamu alipokuja kumbainishia, na yeye mwenyewe hakuona umuhimu wa kufanya upasuaji kwa sababu hivyo ndivyo ambavyo Mungu amemuumba, naye asingependa kuweza kubadilisha uumbaji wa Mungu. We considered surgery to remove the female parts of my body. But the night before I was due to fly, I realized I was mistaken. I was who I had always been. It seemed to me more of a sin to change his handiwork than to leave my body as it was. So you are still I am what God made me. Bwana, hicho ni kimbembe, na hiyo ndiyo Conclave, filamu ambayo mpaka hivi sasa tunavyozungumza imeshinda tuzo takriban 4 katika vinyang'anyiro vyake 8 ambayo iliweza kuingia, na filamu hii imefanikiwa kutengeneza kiasi cha pesa kama dola milioni 118 hivi, ambazo ni sawa na bilioni 295 za kibongo, huku bajeti yake ya uzalishaji ikiwa ni dola milioni 20. Na kwa mujibu wa National Board of Review, wameitem filamu hii kama ni moja kati ya filamu 10 bora kuwahi kuchezwa kwa mwaka 2024. Mimi nivutia zaidi, na unaweza kutumia takriban kama lisaa moja hivi na dakika 40 hivi kuweza kuitazama kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini kama wewe ni mvivu wa kusoma kitabu cha Robert Harris ambacho alikiandika mwaka 2016 cha Conclave, basi nenda katizame filamu hii. Ni rahisi sana kuweza kung'amua vitu vingi. Bwana, mpaka wakati mwingine. Shadi Said Ngamilo ndo majina yangu. Mnyalo mmoja the hashtag kijana mtifu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, the Blackboard. Bye 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 bye. Ciao.